zamani ndoa zilikuwa, wanawake walikuwa kama property, lakini kadiri wa mama wanavyofunguka, wanazijua haki, wanajua wanachotakiwa kufanyiwa, ndio moto na waka. Hawa wanaume sasa wanashituka kwamba yani huyu ndio unaona talaka zinakuwa nyingi. Na ndio maana siku hizo wamama pia wameanza kujifunza kufanya biashara, na mtu akishaanza kushikashika hela hawezi kuwa mtumwa wako. Ukipiga amerenti nyumba mahali, ametulia na watoto, anajiendesha. Ndio maana siku hizi masingomaza ni wengi. Zamani zile singomaza walikuwa wachache, unaenda wapi? Hata ukipigwa utasikia ndoa ni uvumilivu, wameng'oa jino la kwanza, ndio uvumilivu, wameng'oa la pili. Sio kwamba ulikuwa uvumilivu, mama hana kwa kwenda, ataenda wapi? Akienda nyumbani wanamwambia umekuja wapi na kijijiki kwako, anarudi kule anasema umerudi ndu. Kwa hiyo mama alikuwa anavumilia, hana kwa kwenda. Siku hizo utapiga mke, ukipiga mke akaenda polisi akaona mizengwe, amerenti nyumba, anaishi. Kwa hiyo kadiri tunavyozidi kuelimisha watu, ndivyo tunavyo create problem. Wale ambao mlikuwa mnasafiri zamani, mabasi zamani yalikuwa yanasafirisha majitu majinga, na yalikuwa na amani kabisa. Basi linaweza likazima, mnashushwa abiria sio kwa kuombwa. Shuka kusukuma basi, mnashuka. Alafu anawaamulisha sukuma, mnasukuma, sukuma, mnaona ni haki. Hata likiharibika, dereva na konda wanawaacha hapo, wanatoroka wanaenda kulala mjini, nyie mnalala humo kwenye basi. Utasikia magari nayo yanaumwaga kama binadamu. Tusiwaraumu, mnabaki hapo, mnakaa, mnalinda gari mpaka asubuhi. Siku hizi unaweza abiria ukawaketisha mahali, wanajua masaa mawili ya kusubiria. Saa 3 tuanze kupata huduma, saa 4 tuletewe basi lingine. Una dereva hawezi kuondoka, wanasema unaenda wapi? Piga simu utoki hapa mpaka mtuletee basi. Kadiri abiria wanavyozidi kujua haki zao, wenye biashara za mabasi wanateseka, kwa sababu unasafirisha watu wanaelewa. Amen. Kwa hiyo ukikaa na wajinga wengi ndio nafuu yako, ukikaa na wasomi wenye akili nyingi ndio mateso yako. Kwa hiyo kadiri tunavyoendelea kuishi, wamama wanazidi kufunguka kuzijua haki, ndio maana mnaona talaka zinakuwa nyingi. Nimekujibu kisomi, sio kiroho. Sasa nini kifanyike? Sasa ndio turudi hapo. Hizi semina zote tunazofundisha, ndio nini kifanyike? Yaani ukiona pastor amesema tuwe na semina ya ndoa mwezi mzima huu, unafikiri anashughulika na nini? Anashughulika na kureduce divorce. Anataka zipungue, mafamilia yawe na amani. Ndio maana unaona hapa masomo yangu yote niliyofundisha toka nimefika, nashughulika na kichwa chako, namna ya kuishi na, ili usije ukadivorce, umjue mapungufu yake. Nimekwambia namna ya kudiri naye ili usiingie kwenye divorce, kwa sababu zamani kuna watu walikuwa na divorce hata vitu vya kijinga ambavyo ukimjua mtu kama haya, nimekwambia mwanadamu hayuko serious. Sasa unaona kabisa mume wako hakutunzi, hakununui chochote, hana surprise, sijui hana nini, yupo tu anadai road sapatu, ndio hiyo nakumbuka. Vitu vingine vyote hayupo. Umeshaambiwa hawa ni viumbe hawako serious. Kwa unajiishia maisha, unapambana kutafuta nguo na nini, maisha yanaendelea. Lakini kuna mtu kwa hilo tu anaomba talaka. Mwanaume gani? Hani hudumii, hani nini, hani nini, kuna haja gani ya hani, anaenda kudivorce. Sasa hivi tumeshakwambia mwanadamu ni kiumbe kinataka kuhudumiwa. Wakati wewe unasema hani, na yeye kule anasema honi. Kila mmoja anataka kuhudumiwa. Ndio maana tulikuwa tunazungumza na mtumishi hapo. Tunaposema wanaume wapeni zawadi wake zenu nini, sio kwamba nyie hamwezi kutupa. Na wewe uwe unakuja na surprise. Siku nyingine unamsurprise mume wako, naambia oga, tunaenda wapi? Twende. Unampeleka Kariakoo. Unamwambia unaziona suti hizo? Chagua moja. Chagua, unanichelewesha. Anachagua, anapiga suti. Mnarudi nyumbani, anacheka njia nzima. Amechangamuka, amekusamehe dhambi zote za zamani. Kwa sababu gani? Umemsurprise. Kwa hiyo
Kwa sababu gani? Unadiri na lile neno, mwanadamu ni kiumbe kinapenda kuhudumiwa, si ndio? Tumesema hawa watu ni wagumu kuomba msamaha. Sasa amekukosea, hatubu, haombi msamaha, anakoma, atakusumbua kuanzia sasa. Unajua ni viumbe wagumu kuona makosa, wagumu kutubu. Mimi namsamehe kwa afya yangu, unasonga naye mbele. Yani yote haya tunafundisha ni kupunguza watu, uelewa uwe mkubwa, wasisumbuane, wasiweke madivorce. Tunaelewana wapendwa? Ameuliza swali nzuri sana technical na nimejitahidi kulijibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna la mwisho, tufanye maombi. Muda wetu umeshakimbia. Tumalizie pale kwa kijana mpole, mstaarabu, hana neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji, mimi nilitaka kama kufahamu vizuri ukuaji wa sayansi na teknolojia imekuwa ni changamoto kubwa sasa hivi, na huenda ikawa ni sababu ya vijana wengi ndio kuwa changamoto. Sasa je, katika imani na sisi wa Kristo inazungumziaje hii teknolojia inayokuja kwa kasi na vijana tulinayo vipi ili kujiepusha nayo? Kwa sababu hamna namna ya kukwepa teknolojia sasa hivi, hamna namna ya kuishi peke yako. Hauwezi kusema sasa mimi nitaishi kizamani, kwa sababu teknolojia inakulazimisha kuishi huku. Sasa tunaomba tusaidie kama vijana, kwa sababu najua baadaye hii teknolojia inavyozidi kwenda huenda changamoto zikuwa pia ni kubwa sana. Lakini bado mafundisho yetu ya Kikristo yanabezi sana bado kwenye zambi tu, dhambi na dini. Lakini teknolojia inakutupeleka napata wasiwasi. Sijui unatuambiaje hapo? Tena hatari inayokuja au iliyopo sasa. Unajua Ulaya sasa hivi vijana wengi hawaoi, wamepungua kuoa na kuolewa, kwa sababu kuna kampeni inayoendelea. Kuna watu wanasema kufika huko mbele material yatakuwa kidogo, watu watakuwa wengi, tutaferi kuendesha dunia. Wanapanga namna kureduce, kupunguza watu wasizaliane. Sasa namna ya kufanya hivyo ni kuwaondoa watu kwenye marriage. Alafu sasa unapowaondoa inabidi utafute replacement. Sasa walichokifanya, wameanza sasa hivi teknolojia ya kutengeneza wanawake wa marobot, wanaume wa marobot. Kwa hiyo binti hana haja tena na vijana, anajinunulia liroboti lake la mwanaume ambalo lina password, yeye ndio anayeshughulika nalo. Mtu mwingine hawezi kulitumia kwa sababu lina password, lina namna. Kijana wa kiume naye ametafuta liroboti, amerequest Amazon, ambayo ndio sasa hivi makampuni mengi yanatengeneza hayo maroboti. Ni mwanamke kabisa unavyotaka wewe, liroboti linenenene, liroboti mwembamba, liroboti la namna gani, manyonyo makubwa, manini, ni wewe. Kwa lile wamereset, lina umeme, lina password, lina operate kama mwanamke kabisa. Sasa kuna vijana wengi hawataki kuoa, wanaishi na hayo. Binti anaishi na kwake, kijana na la kwake, kuna ndoa hapo. Wanasema hili halidai nywele za kusuka, halidai rosheni, halidai nini, halidai kutoka out, halidai matumizi, halidai kwenda restaurant, halidai lenyewe halina kelele, halina nini, halina usumbufu. Kwa hebu niambie, huyu kijana ambaye anakwepa majukumu ya kuishi na mtu ambaye anasema atanipa stress, analipa nini? Binti moja nilimkuta California, nikamuuliza, maana niliona wanapita na mbwa, kila mtu na mbwa. Nikaona mmoja ana sura kama ya upole, anaweza kuongea naye. Akasema, binti, mbona nimeona watu wengi sana wana na mbwa na wewe uko na mbwa? Akasema, zamani nilikuwa na boyfriend, lakini niliona ananipa stress, kwa nikaamua kuachana naye, kwa nimepata rafiki. Huyu ndio boyfriend wangu. Kwa ndo naishi naye, na kwa sina bali tena na wanaume, kwa sababu huyu hanidai chochote, na
nampeleka nakotaka wewe. Sasa fikiria kama watu wanaondoka kutoka kuwa na watu wanaanza kuwa na wanyama kwa sababu eti watu wanawapa stress. Kwa hiyo teknolojia, kama ulivyouliza swali lako, inakotupeleka kanisa, tusipotoa mafundisho yenye uwazi kama haya nayofundisha, ambayo watu wengi wanasema mchungaji ufundishe mambo ya kiroho sana, unafundisha mambo ya kidunia dunia, yani kama vile wao wanaishi mbinguni. Tusipowaambia watu ukweli na uhalisia wa maisha tulionayo, vijana watapotea. Na ndio maana nilikuwa nafundisha semina ya vijana mahali fulani, nikawaambia kijana, tukiona miaka inaenda huoi, unatupa maswali matatu. Moja, tutaelewa umerequest, unaro, ndio maana huna hamu na wasichana. Mbili, huoi kwa sababu inawezekana wifi imekatika, haisomi network. Mbili, kwa hiyo huwezi kuoa kwa sababu wifi internet haifanyi kazi. Lakini tatu, labda huoi kwa sababu ni muoga wa majukumu. Maana unajua kuna vijana ambao ni waoga tu. Nioe mke. Nianze huo ni muoga wa majukumu. Kwa hiyo utatufanya tuwaze mambo mangapi? Matatu. Moja, umerequest robot. Mbili, wifi haifanyi kazi. Tatu, ni muoga wa maisha. Kwa hiyo teknolojia kama ulivyosema hatuwezi kuikwepa. Shetani anafanya juu chini. Wakati sisi tunakazana mafundisho kuwalea vijana wakae kwenye maadili, dunia upande wa pili nayo imekazana kuwatoa vijana kanisani. Ndio maana siku hizi mzungu mmoja aliniambia, hivi nyie mmewezaje kuwa na vijana kanisani? Tukawaambia sisi tunaziupdate ibada zetu kila wakati. Nyie mliamua kukoma nazo za ibada za kizamani. Nyimbo za vitabuni kila siku, ibada ile ya mlienda. Vijana tulionao ni hawa wandi kacha kudingi kacha, ndio hawa. Usipowaletea hiyo midundo kanisani umewakosa, utawakuta huko. Ndio maana siku hizi tuko na tuna celebrate kanisani, tunaimba mapambio ya kusifu na kuabudu ili tuende na hii generation. Ukibaki tu kaleni litembea, watakuacha utembee wewe na mke wako na mzee wa kanisa na nani. Vijana wataenda. Hawa ni vijana wanaosema haleluya haleluya aya. Ndio hawa. Kwa lazima nyimbo zao ziwepo, ndio maana tuko nao kanisani. Ndio nyie mlishawapoteza, mmebaki mnaenda mnaabudu tuzee na mbwa kwa sababu hamtaki kuziupdate ibada zenu. Mnataka zibaki kama za zamani. Nimeenda ibada moja kanisa kubwa, na hubiria watu kama hawa. Wanasema tulikuwa na watu 5,000 sijui kanisani. Wamebaki hawazidi 20. Vijana wote wamekimbia. Lakini ukiwaangalia ibada zao zinachosha. Yaani mimi mwenyewe mgeni nilichoka. Sasa hao vijana watakaa hapo kweli? Kwa hiyo nikawaambia lazima tuende na teknolojia. Tuende nayo ili vijana waone hata upande huku sisi hatujalemaa. Lazima tuagize muziki wa maana, vyombo vya maana, tuwe na wapigaji wa masasi nini mnaita ni sasi. Hizo ni sasi nini hizo? Mimi sijui zile. Hiyo. Mtuwe nazo ili yule mlevi wa hiyo ikipigwa, nasema Jumapili sitakosa. Tuwe na magitaa yakipigwa, mlevi wa magitaa apate haki yake. Mlevi wa keyboard apate haki yake. Mlevi wa mangoma ngidingi, kuna watu wani ngoma isipopigwa hajaabudu, apate haki yake. Lazima tuwalishe watu vitu ambavyo tunaamini havina madhara kwa kanisa. Kwa hiyo ndio maana mnaona mimi nimewekeza mahubiri mengi mitandaoni. Kwa sababu gani? Vijana ndio wanashinda huko. Na siku hizi wameanza kunisaidia na wale wanakata clip, wanavaa masufuria, sijui wengine na viredio, sijui wengine na vitu gani, wamekata hapo wanakuwa mgogo party tu. Mtu mmoja aliniambia uwakamate, naambia wamekosa nini? Unajua wanachafua. Kama mimi sijaelewa kama wanachafua. Wanafikisha message tu kwa njia hiyo, waache tu. Wanapata hela. Ndio vizuri. Sasa wewe unakaa na huduma ambayo haiwezi kusaidia watu. Sasa kuna wengine wamedownload mahubiri, wanauza DVD, wanauza vitu gani? Ambia wauze. Kama wakiuza wanasomesha watoto, wanalipa nyumba kupitia mahubiri yangu. Sifa ni kwa Bwana. Kwa hiyo haina shida.
sasa wanatajirika. Ndio vizuri. Kwani mimi mnaponipa bahasha na nini hamnitajirishi? Na hizo bahasha mimi sasa si ni hao. Kwa nikawaambia waacha watu wa download mahubiri, watengeneze DVD, waweke kwenye flash, wauze, wapate hela. Na kama hayo mahubiri yakinunuliwa, watu watakapo hata wanataka kumtafuta mhubiri, watawatafuta hao. Watawaita hao na vaa masufuria. Hao wenye viredio ndio wataitwa kwenye semina. Nitaitwa mimi. Kwa hiyo haina shida. Kwa hiyo tunacheza na hiyo teknolojia, tunawafundisha vijana, tuwape hatari iliyoko huko. Wasipomshika Mungu, hii dunia itawachukua, itaondoka nao. Kwa hiyo hatutaacha semina, hatutaacha kwa update mafundisho yetu ili yaende na wakati uliopo sasa. Ndio maana watu wanasema, kwa nini mahubiri yako yanasikilizwa na watu wengi? Mimi nahubiri injili ambayo ni currently, injili ya wakati. Wewe ukikazana tu Musa alipanda mlimani, watu hawana shida na milima Sinai saizi. Watu wana milima yao ambayo unapaswa kushughulika nayo. Ukisema Yesu alienda Mizeituni, sasa kuna Mizeituni hapa Dar es Salaam. Shughulika na Mizeituni yao inayowasumbua. Injili ambayo ni current, matatizo ya watu. Amen. Ukiwaambia historia tumesoma toka Sunday school, watu sasa hivi wanataka application. Wanataka mahubiri ambayo unawasaidia nini kizazi hiki. Ukiwapa mahistoria, hawa huandai kwenda kufundisha Bible school. Unawaandaa kwenda kupambana na mume wake, ndio mlima Sinai. Yaani mke wake ndio bahari ya Shamu, anapigaje agawanyike? Unasema Wamisri waliwashambulia. Huyu sasa Wamisri wake ni madeni ya vikoba, madeni ya marejesho, madeni ndio yanamshambulia. Unamsaidiaje pasue bahari avuke salama kwenye madeni yake? Kwa hiyo lazima injili yetu tuiupdate kwa sababu ya teknolojia tunayopita. Sawa kijana wangu mpole. Uendelee kuwa mpole hivyo hivyo. Amina.